Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Barikiwe sana kwa kufika kwa ajili ya tukio hili zuri. Basi tukiwa tuna mambo kadhaa ambayo tunayasubiri, tutakaribisha Sayuni kwaya kwa ajili ya kuhudumia, alafu baada ya hapo tutaendelea na ratiba nyingine. Sayuni kwaya, naomba karibu.
Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tusimame wote juu, alafu tutamkaribisha mchungaji. Baba, karibu kwa ajili ya kuweza kuendelea. Baba Mungu, katika jina la Yesu nalibariki jina lako. Wewe ni Mungu kwetu, hata sasa tunauona mkono wako. Jawabu la ulimi linatoka kwako. Tulipanga wakati kama huu kwa siku maalum ya ndoa wapendwa wetu hawa ambao hawakukubali kudhalilisha ufalme wako, na sisi tuko hapa kwa furaha, na wewe umeitimiza siku hii ya leo. Ninaikabidhi mikononi mwako ibada hii, ni takatifu kwako e Mungu. Niko kinyume sasa na hila katikati yetu. E Bwana neema, wewe ni Mungu utende mambo makubwa, na uko tayari kutenda mambo makubwa katikati yetu, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Ibada hii ya ndoa ni wakfu kwako kwa jina la Yesu, na wote tuseme amen. Piga tena makofi mengi. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi. Haleluya, 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 haleluya. Wale ambao hawana sasa imetimia, tulisubiri kwa hamu, kwani Mungu anaonekana wazi kuwa mwaminifu, na hasa kwangu mimi mchungaji. Tukio kama hili halijawahi kuwa la kawaida, na mtaja Mungu kuwa amekuwa Mwokozi, kwa sababu hakuna jambo lolote la hovyo anazipata kutoka maeneo mbalimbali. Watu ambao wameiacha sheria ya Bwana na wakapita njia wanazofahamu wao wenyewe. Lakini kama mtu angepita kwenye njia kama hii, haijalishi mazingira yamekaaje, lakini kwa kuwa amepita kwenye njia ya Bwana, mioyo yetu ina furaha. Lakini naamini Mungu mbinguni anatukuzwa, na jina la Bwana libarikiwe sana. Niombe wakati utakaa, lakini maharusi wetu watakapokuwa kiingia, tutatoa ruhusa. Niombe kama huna wivu utasimama. Sawa, watu wa Mungu anayesimamia muziki, nitaomba popote alipo bwana harusi waweze kuingia hapa ndani kama nilivyoweka maelekezo, waje hapa mbele, wataingilia mlango wa mbele. Lakini niombe bibi harusi wao waende kule nyuma. Niombe dereva kaweza ili watapokelewa waingilie pale nyuma, ili iwe rahisi kuchukua video yao. Haitakuwa hivi, hii shako yake ni hakika. Na niombe usiwe kama msibani, sema Bwana Yesu na asifiwe. Unasema waje hapo mlangoni. Neema, uje taratibu sawa? Sijana.
Andrew niombe anayetoa ruhusa ya kuolewa, yule toa maiki nyingine, yule anayetoa awe karibu, na niombe sasa kama kuna muziki bwana harusi na wake watakwenda kufuata pale alipo, lakini baadaye tutatoa maelezo kwa anayetoa. Ni waruhusu sasa maruhusu wetu waende kufuata. Tulia hapo neno. Sogea, yani sogea usawa, usogea, sogea hivyo hivyo. Sasa hivi. Una step. Haya. Naomba sasa utamfunua uone mzee Nondo na watoto wa kike wengi. Au nimfunue mimi kwanza? Asiye kama kubwa mwingine. Kwa hiyo tunaomba tafadhali. Na kabla ya Sema kidogo. tafadhali mfunue. Ni neema kweli. Ndio mwenyewe. Odia. La vile nisikie. Odia. Anton, niombe uniambie ukiwa na akili timamu, je, huyo ndio mwenyewe ili tuendelee na zoezi linalofuata? Hajafanya mageuzi, amemleta yule. Mzee Nondo ana watoto wengi, wengine wako. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba ametusaidia, na sasa naomba kumsikilize yeye anayemtoa, ikiwa yuko tayari huyu Neema kuwa mke halali wa Miss Anton Charles Ruben. Niombe msikilize, na niombe kama kuna video ihamie huku tuamuna wale yule wa video yuko wapi? Tunamkaribisha sasa mzazi anayetoa Neema kuwa mke halali wa Anton Charles Ruben. Alafu tuendelee na katika kingine. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, yeye amekwisha kutoa kibali ndani mimi nizuie. Nami naruhusu kupitia katika jina la Yesu. Piga tena makofi mengi kwa Bwana. Yeah.
inawezekana ikawa harusi ya kwanza, maharusi kusubiri watu, yaani maharusi hawa wanasubiri watu, yaani naomba tuwapigie makofi mengi sana. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya wakati kama huu. Ninamshukuru Mungu ambaye ni kweli siku kama hii ameifanya na amekuwa sababu ya alama ya ushindi. Tumeuona mkono wake, na nichukue nafasi hii pia kuwashukuru hawa maharusi ambao kwa kweli hawajatudhalilisha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wapigie tena makofi mengi maharusi wote. Na shauku yangu ya juu sana nitakapokuwa kiendelea kuzungumza, tunapofanya hivi, ingetosha tungekaa ofisini pale tungewabariki watu hawa kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Tambaeni mbele, ni mtu mume na mtu mke, wala hakuna ambacho kingekuwepo tumemwita mzee tungeita na wengine watatu. Jambo hili, hata hivi ninapotaka kuhubiri neno la Mungu, ni kwa ajili yetu sisi. Sasa kwa ajili ya watu gani? Wale ambao tayari wamekwisha kuoa, kuna ujumbe wetu hapa, si ndio? Lakini wale ambao bado hawajaoa, kuna ujumbe kwamba jambo hili, watu hawa wanateseka kwa ajili ya watu hawa ambao wamekubali kupita kwenye njia salama, na tunawaalika ninyi wote ambao bado, na wale wa baba ambao wanaona watu kama miti, naomba tafadhali, baada ya ibada hii kumalizika, tutawapitisha mbele tuwaombee, tukemee pepo kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Lakini wale wadada, niombe tafadhali, Bwana wa neema akutokee, ila subiri kwa wakati wako. Bwana wa neema atatoa Robert wa kwako kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Jamani, haleluya, haleluya. Na nizungumze kidogo agano takatifu la Mungu. Ndoa ni agano takatifu la Mungu linalojenga kizazi cha baraka. Ndoa ni agano takatifu la Mungu, sio la watu, la Mungu, linalojenga kizazi cha baraka. Haya tunayofanya hapa, hatufanyi kupoteza fedha, hatufanyi hivi kupoteza wakati. Tuko hapa kwenye agano la kimungu, na hilo agano la kimungu ambalo linazalisha kizazi chenye baraka. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe sana. Jamani, haleluya, haleluya. Na ukitaka kufahamu kama ulipita njia ya panya, ni ngumu kumwambia mtoto kwa wewe, angalia mimi nilipita salama. Unaona, kuna kitu unaweza ukachukulia ukahisi kuwa mazingira haya. Sasa tutaangalia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2:24. Mwanzo sura ya 2:24. Na Biblia inasema kwa sababu hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tukio hili tunasema ni agano la Mungu, na tunamshukuru Mungu sana sana kwa siku hii ya kipekee ambayo ametukutanisha sisi wote pamoja kushuhudia agano hili takatifu. Tunashuhudia hapa agano takatifu, na kama mashahidi ambao tuko hapa, na ndoa hii moja ambayo ni taasisi ya kwanza kabisa kuanzishwa na Mungu, ni taasisi ambayo Mungu alianzisha, na Mungu alipoona kwamba si vema mtu awe peke yake, alianzisha ndoa ili mwanadamu aishi katika ushirika, upendo au kutimiza kusudi lake duniani. Kwa hiyo ndoa ni agano la Mungu ambalo linahusisha watu wawili, mtu mume na mtu mke. Nyakati hizi za dunia hii iliyoharibika, tunasema ndoa ni agano linalohusisha mwanamume na mwanamke. Kuna imani ambazo sasa zinatokea hivi sasa hivi zinabariki ndoa za jinsia moja. Sasa niseme hivi, hiyo ni roho ya shetani. Hawa hata kama hawajachomwa moto, lakini siku zinakuja moto utakaowawakia, pamoja na wale wanaozibariki na wale
kwa ajili ya hawa ndoa wawili ambao wakiacha maisha ya ubinafsi, wamekataa maisha ya ubinafsi na kuingia katika maisha ya umoja. Hii ni sherehe tu, wala si desturi ya kijamii peke yake, bali ni agano takatifu ambalo Mungu aliamrisha, na agano hili lina wajibu hadi neema na baraka zake. Kwa hiyo mtu anapopita kwenye agano hili, si tu kwamba ni agano linalohusu Mungu, lakini linahusisha watu wenyewe hawa ambao wamekubali kupita kwenye agano la kimungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutaangalia mambo matano kwa haraka. Jambo la kwanza, ndoa ni wazo la Mungu, sio wazo la mwanadamu. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba ndoa sio wazo la mwanadamu, ni wazo la nani? La Mungu. Kwa unapoishi kwenye ndoa, na mara zote wanasema siachi kwamba hapa tutakapokuwa tukiendelea tunashughulikia ndoa zilizopo ambazo ziko tayari. Kuna ndoa ambazo sasa hivi watu wa Mungu ziko hapa hospitali sisi ya kwanza. Mungu wa neema tena makubwa, tuko kwenye dawa, kwenye tiba. Kuna ndoa ambazo tayari zimeanza safari, na wanandoa, hili nizungumze, naweza kuzungumza kidogo, lakini sema adui wa ndoa yako, kama chanzo cha ndoa ni Mungu, basi adui wa ndoa yako ni shetani, sio mke wako wala sio mume wako. Narudia tena, kama unafahamu kwamba chanzo cha ndoa, jambo la kwanza, Mungu ndiye aliyeumba. Kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 anasema, Bwana Mungu akasema, si mema huyu mtu awe peke yake. Sio Adamu anasema nimechoka kuishi peke yangu, anasema Mungu akasema. Jamaa amepewa majina mengi kufuatilia pale, amepewa wanyama akawapa majina, we kenge, we sungura, anakuja we nyani, anakuja na unajua kuna sokwe mtu. Wangapi waliwahi kumwona sokwe mtu? Sokwe mtu ana tabia za mtu, yani pamoja alikuwa sokwe mtu na hapo akasema, wewe sokwe, tambaa zako hapa Misia. Hii ajenda nyingine, si ndio? Akachanganyikiwa, akafa, akaoza. Jamaa akakamatika, na amekamatika kweli kweli mpaka kufika leo. Na hivi karibuni nikagundua, maana nilikuwa najisifia hapa, mimi nimenasa, nimekamatika kweli kweli kwa mama. Nimegundua kuna wengine wamekamatika kupitiliza hata mimi. Lakini nataka nikuambie wazi kwamba hilo mimi linanipa raha kuona kuna watu wamekamatika kwa jina la Yesu aliye Bwana. Kwa sababu shughuli, shida ni kumkamata wewe msukuma kama huyo, mkamate mpaka anaogesha watoto baba yako. Lakini ajenda iko hivi kwamba unapoingia kwenye ndoa, fahamu sio wazo lako, ni wazo la Mungu. Ndoa ni wazo la Mungu, na ukijua ni wazo la Mungu, hakikisha unaishi ukifahamu kwamba huyo Mungu mwanzilishi wa ndoa kabla ya mwanadamu hajafikiria. Hii inatufundisha kwamba kwa kuwa ndoa ni mpango wa Mungu, kwa hiyo ndoa yenye ajenda, wanangu sikia kwamba inawezekana. Nyie mabinti zangu naomba tafadhali, kwa sababu mimi mwanaume akiwa hajaoa, mimi naona yeye ndiye mwenye matatizo makubwa. Yaani naomba tafadhali vijana, una matatizo makubwa asubuhi, mchana na jioni, kwa sababu wewe ndio wanawake tamaduni za Kiafrika. Huwezi ukaenda kwa kijana, bwana, unajua mimi Mungu ameniambia wewe ndio mume wangu. Sasa tunashikisha Mungu. Unajua bwana, tuko na hawa tulianza na process ya kwanza, tulianza kule mbali, lakini tulianza na process ya kwanza zile za kawaida kabisa ya namna mbalimbali ambazo zinaweza kufanyika, lakini tunamshukuru Mungu mpaka kufika hapa. Bwana ametusaidia. Kwa hiyo Mungu wetu yuko kazini. Inaamini kwamba baraka za kiungu watu hawa wataondoka nazo, ndoa yao itakuwa baraka sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini katika hili tunajifunza Mungu ndiye mbunifu wa ndoa. Kwa hakikisha
Unapoona mambo yamekaa ovyo, rudi kwa Mungu. Mbunifu wa ndoa ni Mungu wetu, ni Mungu mbunifu wa ndoa, na kila ndoa inayowekwa inayomweka Mungu katikati huwa na msingi imara sana. Ndoa yote ambayo chanzo chake msingi wake Mungu inakuwa imara sana, kwa sababu hakuna mtu anayemwangalia mwenzie kama ndio tatizo, na kila mtu anajua shetani ndio nini, ndio tatizo. Tunairudisha kwa jina la Yesu aliye Bwana wa makosa. Wewe ambaye ndio tayari umeshafika kule Muhimbili, karibu naenda mochwari, na ile tunairudisha kwa jina la Yesu aliye Bwana wa makosa. Na hiyo tunairudisha haraka. Nilikuwa Muhimbili leo asubuhi, kwa hiyo nimepitia hata mochwari nimeiona, kwa hiyo nimesikitika kweli. Kwa hiyo naomba tafadhali, mochwari sio mazuri, niombe tafadhali nirudishe mwenyewe kwa jina la Yesu aliye Bwana wa makosa. Rudi kwamba hiyo changamoto unazoziona chanzo chake ni shetani ambaye anapambana na wazo wa nani? La Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen, haleluya, haleluya. Lakini tunaona kuwa kwenye hiyo ndogo kwa chanzo chake ni Mungu. Kwenye Mithali ya 3:5-6 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mtii yeye, naye ataunyoosha mapito yako. Kwenye ndoa yako hii ambayo chanzo chake ni Mungu, ile la kwanza, hakikisha unamtumaini Bwana katika kila eneo. Mazingira yote, mambo yakikaa sawa sawa, mambo yakikaa ovyo ovyo, sawa neema, sawa ndoa tayari, hakikisha kama ambavyo akuwa kwa baba mchungaji. Na bahati mbaya kuna wengine baba mchungaji tunaishiaga leo, yaani leo tukishamaliza, yaani hapa wote hakuna ambaye alikuwa hana adabu, maana najua tutaiahirisha wote walikuwa na adabu. Narudia tena, unapoona mazingira yamekaa, mchungaji bado yupo, kuna watu wanasubiri mpaka wamenyana, wamefika Mkuranga, wamefika sijui mochwari, karibu wanataka kupeleka mochwari, ndio wanaanza mchungaji, hata nimemoa kwenda mochwari. Sasa mamamoja mpaka wamefika mochwari, ukiona jana imezeeka, amekwepa mishale mingi, jamani, hamina. Sema mchungaji, wewe umekuwa mzee hapo, umekuwa mzee. Sasa mchunga watoto hao, nafikiri mimi nimepitia mangapi mchezo au? Ukija kwangu ndoa yako lazima ipone kwa jina la Yesu aliye Bwana. Sema amina. Na mimi naomba Mungu alenge wote ndio makubwa. Kama kuna ndoa zilizofika kule zinataka kwenda moto, zile leo kwa jina la Yesu aliye Bwana. Haya tulishazungumza hapo. Haya tunazungumza hawasikii hata hii hata moja. Kwanza hapa nawachelewesha, wewe mchungaji unaongea nini? Yaani hapa sisi tutaka ifike leo biashara ishi. Hapa narudia tena. Haleluya, haleluya. Lakini ndoa ni agano, si mkataba. Ndoa ni agano, sio mkataba. Na mtu wa utawala wako bado anaendelea kwa hiyo ijapokuwa ndiye mwenzako na mke wa agano wako, huyo neema na mwenzake kupata hawa. Hii si ndoa ya mkataba. Hii hapa si utaleta vita vyako kwamba je, utakuwa tayari nyakati zote. Na nilisema, nimeshatangaza hadharani kwamba ukija ofisini kwangu unasema mimi najua yalishaishia, namwambia Mungu wa mbingu na nchi, tunamwomba Bwana ufe. Wakati walifunga
ukija hapa, yaani kweli hasa akina baba sisi ndio utasikia sasa anakuja sasa, kama ni mama, kama ni baba, kama ni hey, jamani, mtoto wetu amekamatwa, jamani, amekamatwa. Na kama ndo Wanyakyusa kule kwetu kule iliyofanyika, yani wametumia dawa gani? Narudia tena, mtu aliyeokoka anajikamatisha mwenyewe. Jamani, haleluya, haleluya. Roho jikamatishe mwenyewe. Akina mama, akina baba, akina nani, hayawahusu ndoa. Ndoa inahusu watu wawili, ila ninyi ni waokozi kwa ajili ya wengine pale wanajua. Yaani dada zangu wanaelewa, kuna kule walijisumbua mwanzoni, lakini saa hizi wanajua mimi nani. Ukiona wakanyaji mara kwa mara ni kwa sababu hivi, unafikiri hapa sina akili? Wewe unaona mchungaji zimeruka, yaani akili zake, lakini kwenye kuvuruga wamefanyaje? Wamehusika. Ndoa hii nilipogundua kwamba kumbe sio mkataba, ni agano. Jamaa huyu mimi nakwambia, yani huyu mtapambana mpaka Mungu ndo anaamua. Yani naambia hakuna mjinga yoyote, narudia, mjinga mwenye akili. Ndio maana nikaanza hata hapa, anayechokoza mke wangu ni mbaya kuliko shetani. Na Mungu anasema yeye kwanza familia, na anasema usipochunga mke sawa sawa, haufai kuwa mchungaji wa mtu yoyote. Mke kwanza, kwa unapambana na huyu mama, mimi nakwambia napambana usiku mchana mpaka jioni, yani kuhakikisha yuko salama. Semeni amini. Na hiyo ni kimbilia, yani nimejikamatisha. Kama tunguli zinaishaga jamani, zingesha. Sasa mtu aliyejikamatisha, na nyewe wa mama, akitokea mtu amejikamatisha, sio unamuona kama kimdoli cha kumpiga hivi, cha kumpiga hivi, cha kumpiga hivi. Mungu wa neema huyo aliyeingia huko ndani, ni kweli ana akili timamu, lakini simama kwenye nafasi yako kuijenga hiyo nyumba, maana Biblia inasema mwanamke mpumbavu anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake. Na nikaelewa kuwa nyie akina mama ndio wabomozi wa nyumba. Alafu tulikula kiapo na mama, hamna kununa hapa. Kwa nini? Kwa sababu hivi leo tumenuna, kesho tunaongozana. Sisi tu akili timamu sisi hapa. Kosa. Umekasiri. Hapo kesho mko wote. Mna akili nzuri nini? Ni akili nzuri hapo. Sasa naye mama naye anafika mahali anamwatukia mume wake mbele za watu. Na ukikuta mkuli anakunasa mabao dakika 2, biashara inamalizika. Watukia mume wako. Huna adabu kabisa asubuhi, huna adabu mchana, huna adabu na jioni. Kwa nini? Kwa sababu unaivuruga ndoa yako. Na narudia tena, siku za kuishi kwa mtu anaivuruga ndoa yake mwenyewe zinapungua. Na kama unatesa mke wako, unatesa mume wako, kwa sababu sasa Mungu anaona mama Kombe anatesa mke wako, unajalia kuendelea kuishi, punguza, ondoke duniani ili apishe nafasi, sio? Maana si ndoa gani tunasema? Mungu akujulisha kuwa ndoa sio ratiba ya muda mfupi kama wenzetu wazungu kule. Hili ndio neno la Bwana lisilobadilika, ni agano hilo. Lakini ndoa ni Kristo, si mkataba tu wa muda mfupi, ni agano linaloshuhudiwa na Mungu mwenyewe. Katika agano kuna kujitoa kwa uaminifu na uvumilivu. Haina maana kwenye ndoa kuna mambo yamenyoka hivi na ili mfahamu kwamba ili mtu akisema mvumilivu ni Mungu wa aina gani? Ili mwambana, jamani, mke wangu ni mvumilivu, lakini ukiwa chakula hauna anakimbilia nyumbani kwao. Mimi najitangaza mimi ni mvumilivu. Kaja tabu hizo ni kwetu siku zikute. Hizo pambana na hali yako. Huyo tunamwita mvumilivu. Kwa hiyo inahitaji uvumilivu. Na Mungu wa neema atende uaminifu na uvumilivu mwingi. Katika nyakati na changamoto, wanandoa hawapasi kukimbia hiyo changamoto. Hawapasi, ni wajibu wao. Kama wanapaswa kumkumbuka Mungu ambaye ni mwanzo na shahidi wa ndoa yao. Kwa hautakiwi kutengeneza mazingira ambayo yanaweza kuleta shida. Kwa hapo malifunza ni agano
mahali, lakini nini kinachozungumzwa? Uaminifu katika mazingira yote. Jua huyu umeachana na wengine, huyu ndio wa kwako na huyu ndio wa kwako. Jina Bwana libarikiwe sana. Lakini agano linahitaji kujitoa. Hapo kuna fedha na kadhalika. Hapo ukiangalia mazingira yaliyopo, huyu baba amehangaika kweli kweli mpaka anatamani yani hivi. Kwa mfano leo nimesema jamani, kuanzia sasa tunailisha ndoa hii, tunaiahirisha kusikia habari yake. Sikia mchungaji huyu wa hovyo, ndio sasa hivi mimi sinafundisha au ndugu bado tunaendelea, lakini nataka ndugu uvunjike sasa hivi kweli, tuone kama tunaweza. Kwa nini nitoe? Mwanaume ajitoe kwa mke wake na mwanamke ajitoe kwa mke. Hayo ndio maisha, na sisi wote tuhakikishe. Agano tunasema tunahitaji uvumilivu, hakisha uvumilivu katika maisha. Lakini jambo la tatu, upendo ndio msingi wa ndoa ya Kristo. Upendo ndio msingi. Kwenye Efeso 5:25 anaonyesha wazi, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa katika akajitoa. Kwa hapo alipengine Biblia inaonyesha upendo na siri ndio nini? Sasa si ndio? Jamani, na upendo wa Mungu ule wa agape, upendo ule wa kuangalia huyu mrefu mfupi mwembamba, una muda wake, daraja lake sio nyingi sana, sawa, lakini upendo wa Mungu ndio unadumu, watu wanaenda mpaka miaka inaenda, kwa sababu kuna upendo wa nini? Wa Mungu. Na ule upendo wa Mungu, mtu anapotaka kuoa anaanza kuangalia nini? Mimi kwa kweli napenda awe mwembamba kwa kweli. Yaani kwa kweli ni mwembamba, nakwambia umefeli wewe, umefeli. Na wewe ungeza anapenda mwembamba, usije afike siku mbili. Yaani hatari nyingi. Si ndio? Maana yake sifa zako zinafanya nini? Zimefeli. Lakini yeye anasema mimi napenda mnene. Siku mbili maana amefika kwako, maana na mazingira yamekaa hivi na kadhalika, mara amefika mahali amekuwa mwembamba, kwa zile sifa zako zimefanyaje? Lakini upendo wa Mungu, na huo ndio upendo wa Mungu, huu unaashiria ajenda ya kwamba mazingira yoyote, na hii kuwa mazingira yamekaa vizuri, yamekaa vibaya, lakini unatambua kwamba huyu ni mke ama ni mume. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini anaonyesha huo upendo kwenye ile Wakorintho 11:13, upendo unavumilia, upendo unafadhili, upendo unashukuru, upendo haujivuni. Sawa? Kwa hiyo mazingira haya kwenye maisha yetu ya ndoa, tuhakikishe tunawapenda wake zetu. Mpende mke, sawa? Mpende kazi yako. Sawa? Hali sisi tutakuambia unachagua wewe. Wewe sio kusumbua sisi hapa, unajua nilipomwona yule mimi, yani nikakuta yani hata nashindwa kunywa maji. Wewe sio kusema unataka umpende, sio? Sawa? Lakini jumbe kwa mwanamke, mtii huyo mume, hakikisha. Na hapa kwenye pete utaona anajichumaa. Mama na ulichuchumaa na Mungu. Vipi? Ukichuchumaa unaendelea. Ukichuchumaa unaendelea. Ukaendelea kuchuchumaa mpaka nyumbani, maisha yaendelee. Jamani, amina. Msituogope madhabahu, msema amina.
sana, kwa sababu inafika mahali na hata akijitahidi imekuadhibu. Anasema za watu, asikia za watu. Hapo ndio tumetoka na hapo ndio amegundua umepilika. Alafu akagundua huyu hapa kutokea, anasema ila kuna za watu. Naweza nikakupa za watu. Zinatakiwa na kama mama na mikoba, za mikoba. Si ndio? Si ndio? Acheni hizo hizo. Moja, lakini kama mtu anataka mtakuwa maskini nyinyi mpaka mkoa. Kuna familia moja hapa kwa mzani. Walikuwa kila mtu anatoa. Walikuwa wanalima kahawa. Moja abaki mwingine anaondoka. Hao walikuwa wanalima watu wazima wao. Sasa wale wakulima wa kahawa, kila mtu anakuwa hakuna kahawa. Sasa huyo aliyekuwa kahawa, mama anaenda anachota kiasi, anaenda kwenye kupima. Na baba naye akiona mama yuko anachota, maana wale wa kupimia anaenda kupima. Sio anaenda kununua kitenge na hivi pale anaendelea kwa. Sasa siku moja bwana akaugua. Kwenye kituo kile cha kupimia kahawa. Hapa ndipo kingia anafikiri kwa watu ametoka kwa ameenda kupima. Au akakutana kwenye vipimo wao wanapima kwa sasa ni kwa kila mtu hapa ndio anakuwa mbaya anaanza kunasa sababu kwa. Mimi kama naona ndio mama ndoa ni umoja. Kama ni wanasema sio. Kuna Mungu kwenye umoja. Ninaona ndio sana. Ndio tano Kristo awe kitovu cha dunia. Hapo tunazungumza mambo mengi. Kristo awe kitovu cha ndoa yenu. Hakikisheni mnapoona mambo yamekao leo Zaburi ya 127 wana sipojenga nyumba wale nao wanafanya kazi bure. Muda wao unaisha, niseme wazi. Asiwe Mungu yeyote ambaye anaingilia kwa yeye. Nilisema pale hawa watu wanapendana, lakini watu ambao wanaleta shida. Kwa hiyo lazima mwe waangalifu kusikia vitu vinavyotoka nje, kusikiliza mambo yanayotoka nje. Sasa nilitokea na ndio maana nilianza kupata shida sana na mawivu tangu pale. Sasa kuna shangazi zangu waliposikia kwamba eti kaka yao ameoa na wao wamesoma sana, ameoa mwanamke ambaye hajasoma. Wakasema wewe kaka, unajizalisha, huna akili kabisa. Mimi nakwambia tena tuliandaa kwa mtaka tena injinia mwingine. Wakataka kwamba kaka kaoa injinia huyu. Lakini yeye yule baba na tafsiri yake na aliongozwa na Mungu sivyo kawaida. Hili linamshuhuda yule baba hajamaliza kazi yake, aliagaa hivi kwa mpaka hapa anakuja siku moja, anakuja anamrudia anamfanya sivyo kawaida. Mawifi wakaanza. Walipofika pale na baba yule haelewi. Kipindi kile watu vimetoka yale majeneza, naita majeneza simu sasa kizazi hiki. Wakati wanakumbuka simu za majeneza zilikuwa zinaitwa Nokia, kwa kama majeneza. Yaani kipo ukipanda gari kipigo wote wanageuka hivi. Kuna nani mtokea maana simu sasa zilikuwa hapo miaka ile ya 90. Kwa sasa wao wana simu, ile mama amenunuliwa ile simu. Hata kusoma message yenyewe kwenye simu hajui. Wanasomea watu
cha mtu lazima. Lakini amenuna kwa sababu gani? Amesikia taarifa kutoka wapi? Nje, sio za huyo mume, ila ni taarifa kutoka wapi? Kutoka nje. Kataa taarifa kutoka nje. Kataa kwa jina la Yesu Bwana wa wokovu. Mimi hao wengine waacheni huko. Kama tena mimi mwenyewe Mungu akisema mwambie hayakuhusu. Hivyo na mwambie. Wewe unajua mume wako yule mume wako mwambie hayakuhusu. Na kuna manabii wameanza kutokea huyo mume mwenyewe naye hapa sio wako. Hivi kule Mbagala jamaa ameacha mke wake. Kwa nini? Nabii kamwambia, Bwana ameniambia mke huyo. Yaani wana watoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Alafu nasema huyu sio serikali nyingine inakuwa na wewe wahofu. Huyo Mungu gani aliyekutuma ambaye anafarakanisha watu? Mungu gani huyo? Ndoa ya Neema na huyu kijana muwaache. Kama utawakuta wako njiani, sikuna nisikilize. Ukiwakuta wako njiani, huyu mmoja amejitwisha mwenzake, nao waache wajitwishe, haya kuhusu. Ukiwakuta wanafika mahali mmoja amepika hapa, mwingine amekaa hapa, usisema ile hawa nao mabogasi. Bogasi mwenyewe mwenye akili mbovu. Yaani wanaenda sawa. Na ushusha ule mfuko, mke wangu asiye kanitandika. Wajua nimetumwa vizuri. Sasa ukaombe wewe haya kuhusu ni yako. Wao unajua kwa nini nakubali mimi? Wewe unajua kwa nini nakubali kutubu? Wewe unaelewa kwa nini nakubali kutubu? Afu una adabu, mimi si baba yako, unajiuliza mwenyewe. Wewe unakamata kama unataka nikakamata. Simama kwa miguu yako. Mimi niwaambie, mimi nimejikamatisha, sijakamata, sema amina. Wa kimungu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa umekuwa Mungu katikati yetu. Umesema nasi na umekuwa hatua yetu. Naomba nyinyi ziambatane ndoa hii. Na ndoa hizi ambazo ziko hapa. Wako wengine ambao ni kweli wamesikia, Baba, katika jina la Yesu, uisha tena ndoa za watu wako. Uwe Mungu kwao. Kwa kuwa wewe ni Mungu kwetu. Ni baraka kwetu, ni ajenda ya kiungu. Katika jina la Yesu Kristo, naomba Bwana. Asante pia kwa wewe. Unasema hapana. Nilishawishiwa ile sasa naishi. Na kama tayari kuendelea, sema tuendelee. Na tuendelee. Pia tena kwa wewe. Na nilipokuwa kwenye semina, Christian kwa ndio maana ninaisha kusema nipinga. Yuko wapi Christian? Kwa nini nitafutia askari mzuri hayupo? Kama kuna mwingine yoyote macho anaona ndio anashtuka, anatishia, na ulikuwa unabakiwa wewe uende jela mpaka nifungishe, alafu takata rufaa kwa sababu ulikuwepo. Yaani nilisema mtu ambaye yupo kule nyuma aje apinge hapa, maana yake anatumiwa na shetani. Yaani si mpaka tuchangishe wali na suti hivi. Unaona hapa kuna mamilioni mangapi yamesimama, alafu uje usubiri leo tunakuchukua tunakufunga, alafu takata rufaa. Wakati Neema karibu anajifungua mtoto wa 5, utakuwa shida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe ambaye uko hapa unasema yupo, unyamaze kimya milele. Sema amina. Niombe apewe mic Bwana Yesu. Anton Charles Lube, unakaribia kufanya uamuzi ulio safi na kiapo cha uaminifu kitakachokugharimu majukumu mazito ya kudumu. Mwanamke uliyemchagua sasa njia nyingine ambayo angeweza kuweka upendo wake kwako
nyumbani kwako, pamoja na uhusiano wa marafiki yote haya, ili kushiriki pamoja nao furaha na huzuni za maisha pamoja nao. Atakaa na kwa ajili yako ataishi. Anthony, je, unamchukua mwanamke huyu kuwa mke wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Utampenda, utamheshimu na kumtunza katika hali zote za maisha na kuacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka kifo kitakapo kutenganisha. Kama unakubali, sema ndio, nitafanya hivyo. Bwana anisaidie. Ndio, utafanya hivyo. Bwana anisaidie. Piga makofi mengi. Niombe baada ya tendo hilo la kwanza apewe biharusi tena. Wakati wa majaribu, tabasamu yako na iwe kama siku inayong'aa kwake, sauti yako iwe kama mziki mtamu, juhudi na iwe utajiri wake mkuu, midomo yako iwe mshauri wake mwaminifu, na maombi yako yawe wakili asiyeshindwa katika mahakama ya mbinguni. Neema moto. Je, unampokea mwanaume huyu kuwa mume wako wa ndoa, mkaishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu? Utampenda, utamheshimu na kumtii katika hali zote za maisha na kuwaacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka kifo kitakapowatenganisha. Kama ndio, sema ndio, utafanya hivyo. Piga makofi mengi kwa Bwana. Piga tena makofi mengi. Piga tena makofi mengi. Piga tena makofi mengi. Hawa jamaa wakiwa na akili timamu, ni mume na mke mpaka kifo kufanya nini? Kiwatenganisha. Jamani, haleluya, haleluya. Jamani, haleluya. Kuwa mke wangu halali, kuwa mke wangu halali wa ndoa wa ndoa, na kuishi nawe nawe tangu sasa na kuendelea katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika utajiri ama maskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakupenda na kukutunza muda wote tutakapokuwa hai. Daima nitakupenda kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hivyo ninakuahidi uaminifu wangu. Piga makofi mengi. Apewe mama. Naomba neno kufuatisha kwa Mungu. Naye tuone kama yuko tayari kuchukua. Umesikia? Na sauti yake unajua ni kali sana. Mimi ninakuchukua wewe kuwa mume wangu halali wa ndoa na kuishi nao tangu sasa na kuendelea katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika utajiri
ama maskini, katika ugonjwa, katika afya, daima nitakutii kama kanisa nimtiivyo Kristo. Hivyo ninakuahidi uaminifu wako. Piga tena kelele. Watakula viapo salama ambavyo ninaamini watakutumikia mpaka Yesu atakapokuwa mwamuzi wao. Jina la Bwana libarikiwe sana. Niombe kama kuna amana yoyote mnipe. Natoka nje na kupigia. Zinafahamika. Ukiona ni kubwa kama Bwana Yesu na asifiwe sana. Habari ya amina. Hizi pete sikuwatuma, walijituma tu wenyewe. Kwa hiyo hii ishara ya kwamba yaani wala sikuwatuma kwa kweli, na sio lazima hivi ninavyowaambia. Huu utamaduni sawa, huu utamaduni kuna wakati utabadilika. Itakuwa ukitaka ufunge ndoa inabidi ukamnunulie ndege China, ukija naye ndio utakuwa umeonyesha umefanyaje. Kwa hiyo itakuwa pete ni ndege kutoka wapi? Kwa msije mkachanganyikiwa. Kwa hiyo ila sasa hawa Mungu wana nini? Pete. Kwa hiyo hii pete ninapoishangaa kwamba wanasema kwamba ndoa yao haina popote pa kutokea, yaani wakishaivaa haina mahali panaporuhusu mgeni, yaani mgeni wa kuingilia ndoa yao sio baba. Watu hawa wana mzunguko wa mtu nne na mkimekaa namna ya baraka sana. Asante. Shika huyu baba, naye mazingira yale anasema siko nyuma, na mimi nasema na ikagua kwamba labda pengine ina mashimo aina yaani ya kuruhusu balaa. Hapana, iruhusiwi, iko salama. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atenda kwa makubwa, iko kazini. Basi niombe apewe bwana harusi ambalishe mkewe. Majina yamebadilika jamani, naomba tafadhali huyu baba ambalishe pete mke wake. Kwa kwenda wanangu kumieni nyumbani kwenu, jina la Bwana na hivi vingine zinazoendelea hapa sarakasi, ila ndoa ilishafu. Asante. Niombe tutamwekea pale juu kabla. Hivi kule Kigoma nako wanachuchua. Asante sana. Sawa, naomba niendelee. Awekewe juu kidogo. Juu pale. Nyanyua hivi ili picha itokee hivi. Weka kama weka hivi tutafuatisha mkele. Sorry. Tutafuatisha maneno tukosea. Kwa pete hii. Kwa pete hii. Weka hii sika hapo. Kwa pete hii. Kwa pete hii. Ninakuchukua wewe. Ninakuchukua wewe. Besa Davis Tenyeri. Kuwa mke wangu. Kuwa mke wangu. Wa ndoa. Wa ndoa. Tangu sasa. Tangu sasa. Na kuendelea. Na kuendelea. Na ninakuahidi. Na nakuahidi. Uaminifu wangu. Uaminifu wangu. Piga. Asante. Niombe dada naye apewe nani pete yake. Angalishi. Kisha baadaye vizuri shike tu. Kwa pete hii ninakuchukua wewe kuwa mume wangu wa kulioa tangu sasa na kuendelea, na ninakuahidi uaminifu wangu.
Piga tena makofi mengi. Wanawe tusimame sisi wengine. Tusimame. Tendaye mambo makubwa. Anton, wewe uliwachagua tangu akiwa tumboni mwa mama zao hata sasa kuwa ni mtu mume na mtu mke, na sasa watu hawa ambao wamekuheshimu Mungu mkuu, wameheshimu kanisa, wamewaheshimu na wazazi wao, katika jina la Yesu Kristo Baba, naomba mkono wako wa neema raka juu yao katika jina la Yesu. Wape watoto wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu Kristo Baba. Haya niko kinyume na hila, niko kinyume na baraka katikati yao. Wape neema, baraka za kiungu, utajiri na heshima vinatoka kwako kwa jina la Yesu Kristo Baba. Uwabarikie hakika hata kizazi chao kikabarikiwa, wakawe heri unapokaa katika hili katika jina la Yesu Kristo. Naomba mkono wa neema na baraka nyingi juu yao watu hao, siwe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Uwabariki wanapoingia na kutoka, hakika wewe ndiye Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo. Watu ninaomba na kuamini, wote tuseme amen. Piga makofi mengi kwa Bwana. Kisikia ni harusi ukubali, harusi nyeusi simtaki, wengine sitaki nyeupe, mara ninataka mweusi, hamjui Mungu. Sasa shaka ukipezi kipele cha roho yangu hiyo leo na nakuisha kwenu uko siko. Kama mhudumu wa Injili ya Yesu Kristo na kwa mujibu wa neno la Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama msajili wa ndoa, natangaza kwamba sasa ndugu hawa Anton Robert na Neema Noto kuwa ni mtu mume na mke. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganisha. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu wakati wa kutoa sadaka tukitoa
jukwaa hili kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Hapo.